speak. Iwa tu itazungumza. There was a time I passed through temptations. Kuna wakati ambapo nilipitia majaribu. And the word of God was speaking to me. The word that is in my heart. It was telling me, do not pay evil with evil, but overcome evil with good. So the word in you will always speak to you. It will always direct you. It will always bless you. Hallelujah. Hallelujah. Are you getting something? Unapata kitu. The word of God. The word of God. It's not like any other word. God will ensure that you prosper. God will ensure that he uplifts you. Mungu atakisha kwamba amekuinua. Even Joseph the son of Jacob, hata Yusufu mwana wa Yakobo, in a strange land, katika nchi ile ya ugeni, he knew whom his God was. Alijua kwamba Mungu ni nani. And he worshipped his God. Na alimwabudu Mungu wake. And the Bible says, na Biblia inasema, whatever Joseph touched, kile ambacho Yusufu aliguza, it was blessed. Ilikuwa imebarikiwa. He touches things in the shamba, anaguza vitu vilivyo katika shamba, vimebarikiwa. He touches things in the kitchen, anaguza vitu vilivyo jikoni, vimebarikiwa. Why? Because the word of God was full in his heart. Kwa sababu tu neno la Mungu lilikuwa limejaa katika moyo wake. God loves his word. Mungu anapenda neno lake. When he sees you, he sees the word first. Anapokuona wewe anaona neno kwanza. He does not just see man, but he sees the word. Wacha tu asikuone wewe lakini aone neno kwanza. The Bible says in the beginning was the word. Biblia inasema kwamba hapo mwanzo palikuwa na neno. And the word was God. Na neno alikuwa ni Mungu. And the word was God. Na neno ilikuwa ni Mungu mwenyewe. And through this word was everything created that even us, including us. Kiliumbwa hata nasi pia. And the word became flesh and dwelled among us. Na neno likakuwa mwili na likakaa. And that is Jesus. Na huyo ni Yesu. If you have the word of God in you, you have Jesus in you. Kama uko na neno la Mungu ndani yako, and the Bible says in the book of John chapter 15 verse 7. Biblia inasema katika kitabu cha 15 verse 7. Inasema katika kitabu cha Yohana, that if you abide in me, that is in Jesus. Ukikaa ndani ya Yesu. Nasema kwamba ukikaa ndani ya Yesu. Na neno la Mungu likaa ndani yako. And the word of God dwells in you. You will ask whatever you wish. Utauliza chochote ambacho unataka. And God will give you. Na Mungu atakupea. So that God may be glorified. Ili Mungu aweze kupewa utukufu. The word of God is important. Neno la Mungu ni la muhimu. Let's not take this word lightly. Tusichukulie tu hili neno hivi. Because it is very important. Kwa sababu ni ya muhimu sana. There it is. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Nyinyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo nanyi mtatendewa. At times you pray and you don't receive. Wakati mwingine unaomba lakini haupokei. At times you pray and you do not have breakthrough. Wakati mwingine unaomba lakini hauna upenyezo. Ask yourself, do you have the word of God in you? Jiulize, je, uko na neno la Mungu ndani yako? The Bible says God is looking over his word to perform it. Biblia inasema kwamba Mungu analitazama neno lake. He performs the word of God that is in you. Kulitenda neno la Mungu ambalo liko tu ndani yako. The word of God is very important. Neno la Mungu ni la muhimu sana. Students, the word of God is not for the old. Wanafunzi, neno la Mungu si tu la wazee. The Bible says, I write unto you a youth. Biblia inasema kwamba naandikieni nanyi vijana. For you are strong. Kwa sababu nyinyi mko na nguvu. The strength that you have. Nguvu ambayo uko nayo. The brain that you have right now. Akili ambayo uko nayo. It can read so many chapters in the Bible. Nizasoma mafungu mengi more than us who are aging. Kushinda sisi ambao ni wazee. So practice to read the word of God and meditate upon it. Sasa jifunze kusoma neno la Mungu na make sure that you put it into practice. Hakikisha kwamba unaliweka katika matendo. Hallelujah. Hallelujah. Something. Am I passing information to somebody? Napitisha ujumbe kwa mtu. Yes. We want to see this. The book of James. The book of James chapter 1 where it says, media, can you put for us? God loves those people who put the word into practice. Mungu anapenda wale watu ambao wanaweka neno katika matendo. James chapter 1 verse 21 says, Yakobo 1:21 nasema, therefore get rid of all moral filth. It's not the one. Sio hiyo. He loves those people who put the word into practice. Anapenda wale watu ambao wanaweka neno katika matendo. If you don't put the word of God into practice, you are like somebody who sees himself in a mirror. In a mirror. Kwa sababu kama uliweki neno la Mungu katika matendo, wewe ni kama tu yule mtu ambaye anajiangalia katika kioo. Verse 20, let's see verse 20. It's like somebody who sees himself in a mirror and forgets how he looks like. Na nasahau jinsi anavyokaa. Can we get it? Somebody,
Verse 21 to 25. 21 to 25. 21. James chapter 1 verse 21 to 25. 21. 21. How comes 22? Let's read. Therefore get rid of all moral filth and the evil that is prevalent, and humbly accept the word planted in you which can save you. That's correct. Kwa hiyo wekeni mbali uchafu wote na ubaya uzidio, na kupokea kwa upole neno lile lililopandwa ndani. Thank you. Zalo kuziokoa roho zenu. I wanted to explain about the word being implanted in you. Nilikuwa nataka kuongea kuhusu neno ambalo limepandwa ndani yako. There is a difference between the word getting into our hearts and the word being implanted in us. Kuna tofauti ya neno kuingia katika mioyo yetu na neno kupandwa katika mioyo yetu. When the word of God is implanted, it means it is rooted in you. Wakati ambapo tunasema neno la Mungu limepandwa ndani yako, inamaanisha kwamba iko na mizizi ndani yako. That nothing can remove it. Ana hakuna chochote ambacho kinaweza kuitoa. Nothing can take it out of your heart. Na hakuna chochote ambacho kinaweza kuitoa ndani ya moyo wako. Implanted. Imepandwa. Rooted. Iko na mizizi. So when we read the word of God, it should be implanted in you. Tunaposoma neno la Mungu yafaa iwe imepandwa ndani yako. Hallelujah. Hallelujah. And ensure that any word that you hear should be implanted in you. Hakikisha kila neno ambalo unasikia yafaa iwe imepandwa ndani yako. Verse 22. Mstari wa 22. Do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. Lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikizaji tu. You go to church, unaenda kanisani, you just hear the word, unasikiliza like I hear people saying, let's just go to the church and hear the word of God and go home. Kama tunasikia watu wanasema tuende tu kanisani tusikie neno la Mungu na turudi nyumbani. It is very wrong for you just to go to church to hear the word of God and go home. Sasa hii tu kwenda kanisani kusikiza neno la Mungu na kurudi nyumbani. You are deceiving yourself. Unajidanganya mwenyewe. Because immediately you go outside there, kwa sababu unapoenda kule you will forget that word. Utasahau hilo neno. But if you are the word of God and it's implanted in you, lakini unaposikiza neno la Mungu and it is rooted in you, na iko na mizizi, God loves that. Mungu anapenda hilo. That word will do great things in your life. Hilo neno litafanya vitu vikubwa katika maisha yako. That word will be light in your life. Hilo neno litakuwa mwanga katika maisha yako. And if you have to do it. Na unafaa ufanye. Yes, verse 23. Mstari wa 23. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror. Kwa sababu mtu akiwa ni msikizaji wa neno tu wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. Verse 24. Mstari wa 24. And after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. Maana hujiangalia kisha huenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Like myself in the morning I looked into a mirror. Kama mimi mwenyewe kibinafsi asubuhi nilijiangalia katika kioo. But I don't know how I look like. Lakini sijui jinsi ninavyokaa. Maybe you people you know how I look like, but me I don't know how I look like. Najua jinsi mimi ninavyokaa lakini I forgot. Nimesahau. So reading the word of God without being planted in your heart, like somebody who looks himself in a mirror and forgets how he looks like. Kusoma neno la Mungu na kutokulipanda katika moyo wako ni kama tu yule mtu ambaye anajiangalia katika kioo. So we should read the word of God. Jinsi alivyo. So we should read the word of God and put it into practice. Kusoma neno la Mungu na uliweke katika matendo. Verse 25, the final. Mstari wa 25 ya mwisho. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Lakini aliyeitazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru na kukaa humo, asiwe msikiaji msahaulifu, bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Ensure that when you hear the word of God, hakikisha kwamba unaposikiliza neno la Mungu, let no devil or demon come and pick that word away. Wacha shetani asije na kuchukua hilo neno na kwenda nalo. Let no situation pick that word away from you. Wacha hali yoyote isichukue hilo neno kutoka kwako. Ensure that you think over it and over it. Hakikisha kwamba unafikiria kuhusu hilo neno. Like when I hear the word of God, I move outside there still thinking about it. I enter the vehicle still thinking about it. In my house, I still think over it, and I also tell my children
how that word was and its meaning. Kama ninapolisikia neno, ninapotoka nje nalifikiria kulihusu, And when ninapopanda gari nafikiria kulihusu, ninapokuwa nyumbani nafikiria kulihusu. And when you think over it and over it, Na unapolifikiria kulihusu, God will give you more revelations concerning that word. Mungu atakupa ufunuo mingi He will give you a lot of understanding. Atakupa kuelewa He will kwingi. give you a lot of wisdom. Atakupa maarifa. And in addition, he will make sure that you prosper in whatever you do. Na kwa kuongezea atahakikisha kwamba umefanikiwa kwa Hallelujah. 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 Just because the word of God is God himself. Kwa sababu tu neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. The word of God is alive. Kwa sababu neno la Mungu li hai. And if it's alive, then it has to do many things in our life. Na kwamba kwa sababu li hai yafaa kufanya has to change our life. Yafaa ibadilisha maisha yetu. Some of us, our parents were not saved. My father was not saved. My mother was not saved. My brothers were not saved. And they could not even help me to receive salvation. Na hata hawakuwa tayari kupokea wokovu. They could not. It's the word of God. Hawakuwa They could not be able to help me. kupata wokovu. It is only the word of God. Ni neno tu la Mungu. I heard the word of God being preached by preachers. Nisikia neno la Mungu likihubiriwa na wahubiri. The word of God being preached in the church. Neno la Mungu likihubiriwa kanisani. That is the word that saved me. Hiyo tu neno ambalo liliniokoa. I am the way I am because of the word of God. Niko jinsi nilivyo tu kwa sababu ya neno la Mungu. And the word of God can do the same to you. Hata hivyo neno la Mungu pia linaweza fanya kwenu. Hallelujah. Hallelujah. And it is this word that will enable us to inherit the kingdom of God. Hili tu neno ambalo litatusaidia kuweza kurithi ufalme wa mbinguni. The Bible says heaven and earth will pass away. Inasema kwamba mbingu na dunia itapita. But the word of God will never pass away. Lakini neno la Mungu halitapita. And it is settled in heaven forever. The word of God is settled in heaven forever. Neno la Mungu limekaa mbinguni milele. Now surely if you do not have the word of God, where will you go? Sasa kama huna neno la Mungu, je, utaenda wapi? You can't go before God, you have nothing completely and you say I'm going to heaven. Hauwezi enda mbele za Mungu na una chochote kabisa na useme utaenda mbinguni. Neno la Mungu linakutetea, lazima likutetee wewe. Kama huna neno la Mungu, nini itakutetea? Don't say you don't know how to read the word of God. We have radios. They speak the word of God. We in the church, we speak the word of God. TVs, they speak the word of God. The same word here and put it here. Useme tu hauwezi kusikia neno la Mungu. Tuko na radio inahubiri neno la Mungu. Hallelujah. Inahubiri neno la Mungu. Hallelujah. Hallelujah. The book of there are so many verses talking about the word, but I'll just limit. The book of neno lakini nitaziacha. The book of Amos chapter 8 verse 11 to 12. Amos chapter 8 verse 11 to 12 says, nasema, one time siku moja there will be the hunger, kutakuwa na njaa, not the hunger of food, itakuwa njaa ya chakula, but the hunger of the word of God. Lakini itakuwa njaa ya neno la Mungu. People will move from one place to another. Watu watatoka pahali moja, they will want to hear the word of God, wataka tu kusikiliza neno la Mungu, and they will not get it, lakini hawataweza kupata. The way things are going on right now, kama jinsi vitu vinavyoendelea sasa, at times we may lack that word. Wakati mwingine tunaweza kosa neno. Like when there was COVID-19, wakati ambapo ulikuwa na COVID-19, corona, there are churches which closed. Kuna makanisa ambayo yalifungwa. And people were not hearing the word of God. Na watu hawakuwa wanasikiliza neno la Mungu. People who didn't have the Bible did not even read the word of God. Wale ambao hawakuwa na Biblia hawakuweza kusoma neno la Mungu. During electoral violence 2007, wakati ambapo ya shida uchaguzi, the situation was so terrible that you could not even be able to read the word of God. Hatungeweza kulisoma neno la Mungu. You pick the Bible and they are names all over. Unachukua Biblia, mapunduki inagonga kila mahali. Na mlipuka mabunduki kila mahali. Surely if you can be able to read the word of God and put it here, kama unaweza kulisikiza neno la Mungu, that word will speak to you. Hilo neno litakuzungumzia wewe. That word will lead you. Hilo neno litakuongoza. And if you are a child of God, na kama wewe ni mwana wa Mungu, the Bible says the sword of the spirit is the word of God. Biblia inasema kwamba silaha ya Roho Mtakatifu ni neno la Mungu. Silaha ya Roho Mtakatifu ndilo neno la Mungu. The Spirit of God uses the word of God to help you. Roho Mungu inatumia neno la Mungu. The Spirit of the Lord uses the word of God to speak to you. Neno la Mungu, Roho wa Mungu anatumia neno la Mungu kukuongoza. If you do not have the word of God, then how will God speak to you? Kama una neno la Mungu, je? You hear people saying God was speaking to me, God was speaking to me. It's because they are full of the word of God.
Ni kwa sababu tu wamejazwa na neno la Mungu. Even you youth, God can speak to you. Hata wewe kijana Mungu anaweza He kuzungumzia. has put a lot of greatness in you. Ameweka ukuu ndani yako. Jeremiah, when he was called, he was still a very young youth. Yeremia alipokuwa kiitwa alikuwa tu kijana mdogo. And he told God, I'm just still a youth. I'm so small. Maybe I do not have an ID card. Na akamwambia Mungu, mimi tu ni mtoto But mdogo. God told him, before I created you in your mother's womb, lakini Mungu akamwambia hata kabla sijakuumba I knew you. mamako nilikujua. And I knew you were to do the work of the Lord. Na nilikuumba fanya neno la Mungu. God knows you. Mungu anakujua wewe. Read the word of God seriously and put it into practice. Soma neno la Mungu na uliweke katika matendo. The Bible matendo. says in the book of Colossians chapter 3 verse 16 kwamba let the word of God dwell in you richly. Sema kwamba wacha neno la Mungu likae ndani yako richly. Katika utele. This word will help you to worship God. Ili neno litakusaidia kumwabudu Mungu. You will use the word of God during prayer. Utatumia neno la Mungu katika maombi. When you see somebody praying, Madam Tafroza, she uses most of it, the word, most of the time the word of God. Unapoona watu wakiomba kama vile Madam. God wants us to use the word of God during prayer. Afu tumie neno la Mungu katika maombi. Hallelujah. Hallelujah. Powerful prayer, you use the word of God. You quote scriptures. Maombi ya nguvu yanataka utumie neno. God is looking over his word to perform it. Mungu analitazama neno lake kulitenda. The word of God is a light unto my soul. Neno la Mungu ni mwanga katika a lamp unto my feet. Na pia mwanga katika miguu yangu. A lamp unto your feet, the word of God will give you direction. Neno la Mungu litakuonesha mwelekeo. It will light for you the way, showing you where to go. Itakuangazia mahali ambapo unaenda. And if it's not the correct place, it'll tell you this is not the correct place. Na kama si mahali sahihi nakwambia huku si mahali. I remember as a youth I used to have a lot of temptations. Nakumbuka kama kijana nilikuwa na changamoto mingi. But because I had the word of God. Lakini kwa sababu nilikuwa na neno la Mungu. I could quote scriptures to people who wanted me to fall into sin. Ningesema maneno ambalo linani I could tell them it's written. It is written. Naambia kwamba limeandikwa. Even you youth, you can use the word to tell somebody it is written. Hata wewe kijana unaweza tumia neno kuambia kitu kwamba kimeandikwa. Say no unto all ungodliness. Sema la kwa kila ambacho si cha kiungu. Even Jesus defeated the devil by the word of God. Hata Yesu alimshinda shetani kwa kutumia neno la Mungu. And he quoted the scripture saying it is written. It is written. It is written. Alikuwa kinakili neno akisema kwamba kimeandikwa. Kimeandikwa. If you do not have the word of God, how will you defeat the enemy? Kama hauna neno la Mungu utamshinda aje? What will you quote to that enemy? Tunakili nini kwa huyo adui? We defeat the enemy through the word of God. Tunamshinda tu adui kwa kutumia neno la Mungu. The Bible says in the book of Revelation chapter 12 verse 11, and they overcame by the blood of the enemy by the blood of the lamb and by the word of their testimony. The word of their testimony. The word of their testimony is the law of the Lord. Neno la ushuhuda wako ndilo sheria ya Mungu. The word that we hear and they put it into practice. Neno ambalo unasikiliza na kuliweka katika matendo. Hallelujah. 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 The word of God. Neno la Mungu. The word of God is very important. Neno la Mungu ni la muhimu sana. The book of Deuteronomy chapter as I end. The book of Deuteronomy chapter 28 as from verse 1. Kumbukumbu la Torati 28 as from verse 1. Mstari wa kwanza. We'll go through it very fast and you see the promises of the Lord. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commands, I'll give you today the Lord your God will today. That's the law that gives you, that the Lord God has given you today. The Lord your God will set you high above all nations of the earth. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapo kutukuza juu ya mataifa yote duniani. The voice of the Lord is the word of God. Sauti ya Mungu ni neno la Mungu. The commands of the Lord is the word of God. Amri la Mungu ni neno la Mungu. These are the blessings God has promised to bless us. Na hizi ndizo baraka ambazo Mungu God will set you high above all nations. Mungu atakuweka juu ya kila taifa. Which means you will be a very great person. Na maana kwamba utakuwa another one. Kingine. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Another one. Kingine. You will be blessed in the city and blessed in the country. Utabarikiwa mjini
Utabarikiwa na mashambani. Which means wherever you are, God blessings will follow you. Inamaanisha sasa kila mahali ambapo utakuwa, the way the blessings of the Lord followed Joseph in a strange land, kama at vile their baraka place. ya Mungu ilimfuata Yusufu katika nchi ya ugeni. Yes. Another one. Kingine, the fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land, and the young of your livestock, the calves of your herds, and the lambs of your flocks. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wa mifugo, kuongezeka kwa ng'ombe wako na wadogo wa kondoo wako. Yeah, everything that you touch, everything that you tame, kila kitu ambacho utaguza kitakuwa kimebarikiwa. Yes. Your basket and your kneading trough will be blessed. Itabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Yeah, you will not lack anything. Yes. Hautakosa chochote. Yes. You will be blessed when you come in and blessed when you go out. Utabarikiwa uingiapo na utabarikiwa utokapo. Blessings will follow you. Yes. Baraka zitakufuata. The Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. They'll come at you from one direction, but flee from you in 7 ways. Bwana atafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele zako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Yeah, at times we have people who wrong us. Wakati mwingine tuna watu ambao and they look as if they are enemies. Na wanaonekana kana kwamba we don't need to fight with them. Hatutakani kupigana nao. We don't need to quarrel them. Hatutakani kugombana nao. Just have the word of God in you. Kwa tuna neno la Mungu ndani yako. And commit that whatever you are passing through prayer. Na umweke huyo mtu katika maombi. And God will make sure that he gives you victory. Na Mungu atahakikisha kwamba amekupa over your enemies. Juu ya maadui zako. Hallelujah. Hallelujah. The Lord will send a blessing on your barns and on everything you put your hand to. The Lord your God will bless you in the land he is giving you. Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako, na mambo yote utakayotia mkono wako, naye atakubarikia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. You touch something, it is blessed. You touch this one, it's blessed. Just because of hearing the word of God and putting it into practice. Kwa sababu tu ya kusikiza neno la Mungu na kuliweka katika matendo. Yes. Now, another one. I'm almost through. Niko karibu kumalizia. Another one. Kingine. The Lord will establish you as his holy people, as he promised you on earth, if you keep the commands of the Lord and your God and walk in obedience to him. Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake, kama alivyokuapia, utakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako na kutembea katika njia zake. Yes, God will do it for us. I know these ones were big given to the children of Israel, but we are the children of Israel right now because we are the children of the generation of Abraham. So whatever he did to them, it is also for us. These promises are always for us. They are for us. Children of God. They are for us, children of the Lord. We take them and apply them to ourselves. Yes. Then all the peoples of peoples on earth will see that you are called by the name of the Lord, and they will fear you. Na mataifa yote ya duniani watakuona umeitwa kwa jina la Bwana, nao watakuwa na hofu kwako. Because you are full of the word of God. Kwa sababu umejazwa neno la Mungu. You are putting it into practice. Unaweka katika matendo. Here these things are being blessed. Your children are being blessed. Your livestock is blessed. Your farming is blessed. Everything around you is blessed. Kila kitu ambacho kiko karibu nawe kimebarikiwa. Abraham, Isaac, Jacob, they were blessed all over. Abraham, Isaka na Yakobo. Job was blessed all over. Walibarikiwa kila mahali. Just because they loved the word of God and put it in practice. Kwa sababu tu walipenda neno la Mungu na kuliweka katika matendo. Jacob will hear God speaking to him and he will just make an altar somewhere and say, I want to worship my God. Yakobo angesikia Mungu akimzungumzia na anasema kwamba anatengeneza tu madhabahu mahali. Even beside the road there, Jacob could make an altar over there and worship the Lord.
hata pale nje angeweka madhabahu yake na kumwabudu He could Mungu. not fear anybody. Angeogopa mtu yeyote. Even as we fear even carrying the Bible, I don't even see people carrying the Bible. Na tunaogopa tu hata kubeba Biblia. So ni watu People wakibeba think that hata wewe pia unaenda kanisani, even the man ambao hata wewe pia unaenda kanisa. But Jacob could not fear, Isaac could not fear, Abraham they never feared, and they had Abrahamu hawakuogopa. They never feared. Hawakuogopa. They could worship God anywhere. Wangemwabudu Mungu kila mahali. Worship God when they are walking. Wangemwabudu Mungu wakitembea. Worship God in their house. Wangemwabudu Mungu katika nyumba yao. Walking in the forest on foot and they worship God. Wakitembea kwenye msituni wangemwabudu Mungu. Hallelujah. 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 And God blessed them. Na Mungu aliwabariki. They were very wealthy. Na walikuwa matajiri. Yes, we are almost through. Namalizia. Then the Lord will grant you abundant prosperity in the fruit of your womb, the young of your livestock, and the crops of your ground in the land He swore to your ancestors to give you. Even as those promises are ours. Bwana atakufanya uwe na wingi wa uheri katika uzao wa tumbo lako na uzao wa wanyama wako wa mifugo na uzao wa nchi yako katika nchi Bwana aliyowapia baba yako kwamba atakupa. Yes, another one. Nyingine. The Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send a rain on your land in season and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations, but you will not borrow from none. Atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kwa kubariki kazi yote ya mikono yako. Nawe utakopesha mataifa mengi, wala hutakopa wewe. Our hands are supposed to be blessed. When you really have the word of God and you're putting it in practice, our hands are supposed to be blessed. Tunaposikiza neno la Mungu na kuliweka katika matendo, mikono yetu itabarikiwa. We are supposed to have plenty so that we give, not to borrow. Na yafaa tukuwe na mengi ili tupeane, lakini tusiombe. We should ask ourselves why we are borrowing. Always borrowing. Inafaa tujiulize mbona huwa tunaomba. We borrow and we cannot be able to pay back. Mbona tunaomba na hatuwezi kurudisha? Let's ask ourselves why. Hebu tujiulize mbona. If we have the word of God, read it and put it into practice. Kama tunao neno la Mungu, God will ensure that we don't borrow. Mungu atahakikisha kwamba hatuombi. But we lend to people. Lakini tunapea watu. We become a blessing to others. Tunakuwa baraka kwa watu. Just because of hearing the words of God. Kwa sababu ya kusikiza neno la Mungu na kuliweka katika matendo. Hallelujah. 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 So let's go. God will help us. Mungu atatusaidia. Lord will open the heavens, the storehouse of His bond. No, do we have another one? Verse 13. 13. The Lord will make you the head of the head, not the tail, if you pay attention to the commands of the Lord your God, that I give you this day, and carefully follow them. You will always be at the top, never at the bottom. Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, nawe utakuwa juu tu wala hui chini, utakapoyasikia maagizo ya Bwana Mungu wako nikuagizayo hivi leo, kuyaangalia na kufanya. I am through. Nimemaliza. God to help us. Mungu atusaidie. The word of God. Neno la Mungu. This word of God we read. Hili neno la Mungu tunalisoma. Put it into our hearts. Leka katika mioyo yetu. I remember when we are still children. Wakati ambapo tulikuwa tungali wadogo. We used to learn A for apple, B for bread in our mother tongue. Tulikuwa tunasoma A for apple katika lugha yetu ya mama. C for cat. Me, I know it in our language, mother tongue, everything. Naijua yote. And it has never come out of my mind. Haijatoka nje ya If you just tell me outside there to read for you, I'll read everything A up to Z. Ukiniambia kule nje nikusomea na kusomea. I've never forgotten it. Our brain is like a computer. Akili zetu ni kama kompyuta. If you decide to hear the word of God and put it here, kama utaamua kusoma neno la Mungu na uliweka katika mawazo, let it be implanted. Wacha ikuwe imepandwa. It will never come out of you. Haitaitoka ndani yako. yako. And God will bless you and God will uplift you. Mungu atakubariki na atakuinua. Have you learned something? Je, mmejifunza kitu? Mmejifunza kitu? Wacha tusome neno la Mungu tuliweke katika matendo, na chukua hii nafasi kualika bishop wetu. Bishop, welcome. Askofu, karibu. Alafu he will pray for us.
alafu atatuombea. I've been to some countries in Africa. Nimekuwa katika nchi hapa Afrika. And I've been to some countries in the West. Na pia nimekuwa katika nchi kule magharibi. Of late I've been going to Asia. Hivi nilikuwa nimeenda kule Asia. What I have seen is that in Africa we are champions. Kila ambacho nimeona ni kwamba hapa Afrika sisi ni champions. We are champions in singing and dancing. Sisi ni washindi katika kuimba na kucheza. And that's very good. Hivyo ni vizuri. Now in the West, lakini kule magharibi, they don't sing so much. Hawaimbi sana. They don't dance so much. Hawachezi sana. But they have the word. Lakini wako na neno. They are readers of the word. Wale ni wa kusoma neno la Mungu. They have a reading culture. Wako na kanuni au desturi ya kusoma neno. I think our greatest limitation in Africa is the reading culture. Najua ile kizuizi kikubwa hapa Afrika ni ile ya kusoma. And I think it's like a cultural thing. Nahisi kwamba ni kitu tu ya kidesturi. Or a social challenge. Ile kitu ambayo ni changamoto ya kimahusiano. What we have here in Africa is what we call dysfunctional literacy. Kila ambacho tuko hapa nacho Afrika ni ile ufahamu ule ambao sio kuendelea. You went to school. Ulienda shule. And after school, baada ya shule, no more reading. Hakuna tena kusoma. No reading a newspaper. Kuna kusoma gazeti. No reading a storybook. Kuna kusoma hadithi. No reading anything. Kuna kusoma chochote. No reading a pamphlet. Kuna kusoma hata no reading an encyclopedia. Kuna kusoma vile vitabu vile vya kuweka encyclopedia. No reading a journal. Hakuna kusoma ile majani. You don't read. Hamusomi. That's the problem we have in Africa. Hiyo ndio shida tuko nayo hapa Afrika. In other words, you went to school. Kwa maneno mengine ulienda shule. And after school, baada ya shule, you are not interested in anything else. Una haja na kila kitu chochote. And that's why even reading the Bible here in Africa is a big challenge. Na hivyo ndivyo sababu kusoma hata Biblia hapa Afrika ni changamoto. We only read the Bible when we come to church. Tunasoma tu Biblia wakati tunakuja kanisani. Like today. Kama tu leo. And I'm glad Pastor Zippy has just given us almost 1/50th of the Bible. Nishukuru sana mchungaji Zippy ametupatia so many scriptures. Ile maandiko mengi sana. I will give a summary of what Pastor Zippy has been talking about. Tapeana tu mkutasari wa yale yote ambayo mchungaji Zippy ameongelea. This is the word of God. Hili ndilo neno la Mungu. And if you have this word of God, kama uko na hili neno la Mungu, then you have the sword of the Spirit. Sasa uko na upanga wa Roho. In other words, you can attack the enemy. Maneno mengine unaweza famia adui. Because you have the word of God. Sababu una neno la Mungu. Which is the sword. Ambayo ni upanga. You can use this sword. Unaweza tumia upanga. To attack the enemy. Kumfamia adui. And she said. Kisha alisema. Jesus. Yesu. When tempted by the devil. Wakati alijaribiwa na shetani. Said. Alisema. It is written. Imeandikwa. It is written. Imeandikwa. It is written. Imeandikwa. It is written. Imeandikwa. It is written. Imeandikwa.
if you are attacked by malaria, kama wewe umefamiwa na malaria, you can counter attack the devil, wewe unaweza mfamia shetani who brings the malaria, ama ile malaria, by saying it is written, kwa kusema imeandikwa, by the stripes of Jesus kwa mapigo ya Yesu I was healed. nilipona. It is written, Imeandikwa, by the stripes of Jesus kwa mapigo ya Yesu I was healed. nilipona. Because this word is not just living, it is active. Hili neno haliishi tu bali lina uhalisia ndani mwetu. This word is active because it dispenses power that transforms every situation. Hili neno linaishi sababu linatoa ile nguvu ya kubadilisha hali zote. So this is your weapon. Sasa hii ni silaha. Come on, can you all say this is my weapon? Sema wote, hii ndo silaha. And guess what? Fikiria. This is your medical prescription. Hii ndiyo dosi ambayo umepewa. When you are sick, the doctor writes a medical prescription. Wakati ambapo wewe ni mgonjwa, daktari huwa anaandika taarifa kuhusu ugonjwa, madawa ambayo utatumia, kuhusu madawa ambayo utatumia. And he'll write you take penicillin. Is it still penicillin? Nakuandikia uchukue penicillin or aspirin or whatever, Panadol. Mile paracetamol. And the doctor says you take it 3 times a day. Daktari anasema uchukue yale madawa morning, afternoon and evening. Mara 3, asubuhi, dhuhuri. Church, kanisa, this is your medical prescription. Hii ndiyo maandiko ya taarifa ya madawa. If you speak this word, kama utanena hili neno, you get your healing. Utapata uponyaji wako. Because this word is living and active. Sababu hili neno linaishi na la uendelea. It has power to transform. Ina nguvu ya kubadilisha any situation. Hali yote ile. I've used this word many times. Natumia hili neno mara mingi as my ATM card. Kama ATM card yangu. Do you know what an ATM card is? Je, unajua ATM card ni nini? You put the ATM card in the teller machine, Unaegeza ATM card katika teller machine. And you press a few buttons. Kisha unaponyeza. And some money comes out. Pesa zinatoka. This is your ATM card. Hii ndio ATM card yako. Can you tell your neighbor, this is my ATM card? Ambia jirani yako, hii ni ATM card. When I bring the tithe to God, wakati ninaleta zaka kwa Mungu, then I tell God, kisha naambia Mungu, you said, ulisema, test me in this, nijaribu kwa hili, and see if I'll not open the floodgates of heaven and pour so much blessing in your house. Angalia jinsi ambavyo nitafungua milango ya mbinguni na niachilie baraka katika nyumba yako. You said it, God. Ulisema hivyo Mungu. Open the floodgates of heaven now. Fungua milango ya mbinguni. Pour your blessing in my house. Achilia baraka. Pour your blessings in my bank account. Achilia baraka. Pour your blessings in my pockets. Achilia baraka. Pour your blessings in my purse and wallet. Achilia baraka katika wallet zangu. God has been so faithful to me. Mungu amekuwa mwaminifu for sure to me. Kabisa kwangu. When I use this ATM card. Wakati natumia hii ATM card. And it happens. Kisha inafanyika. And this is also pia hii ni God's language. Ile neno ambalo Mungu anatumia ama lugha ya Mungu. This is God's language. Hii ni lugha ya Mungu. And so you can communicate with God in prayer. Sasa unaweza ongea na Mungu kupitia maombi. Using his language. Ukitumia lugha yake. Using his language. Ukitumia lugha yake.
And you say, God, I'm praying because you said I'll be the top and not the bottom, and Lord, now perform it in the name of Jesus. Hicho unasema, Mungu ninaomba sababu ulisema nitakuwa kichwa bali si nitakuwa juu bali si chini, na unasema ukitumia. You have the most precious thing, uko na kitu cha dhamana that you have ever known, ambacho hujajua, and that is the word of God. Hiyo ni neno la Mungu. I have said this before and I will say it again. Nimesema hii hapo mwanzo na tena nitasema. Reverend Timothy Njoya, coming from the UK, Kasisi Timothy Njoya kutoka kule UK, akirejea, coming back from the UK, akirejea kutoka UK, lost his baggage at the airport. Alipoteza mzigo wake kule airport. Sometimes these baggages get lost. Wakati mwingine mzigo hii upotea. But of course they get the bags back. Baadaye wanaleta baki baadaye. Sometimes the baggage would come if he was coming from Heathrow Airport going through Dubai. So when he gets to Dubai, that baggage is taken at Dubai. Instead of being put in the plane that is coming to Nairobi, it is taken to another airport. Alikuwa anatoka kule Heathrow akikuja Dubai, ndo atoke Dubai aje airport ya Nairobi. The baggage is taken to a different airport. Na mzigo ukapelekwa katika airport nyingine. So sometimes you can lose your baggage. Wakati mwingine unaweza poteza mzigo. And so Timothy Njoya lost his baggage. So Timothy Njoya alipoteza mzigo wake. So when he got off the plane, wakati alitoka kule kwa ndege, and he went to the baggage place where the baggages come out, kisha kaenda pale ambapo ile mzigo inatoka, his baggage was not there. Mzigo wake haukuwa hapo. And because Timothy Njoya was a prominent figure in Kenya, sababu yule tu Timothy Njoya alikuwa ni mtu ambaye amejulikana ama na umaarufu, the journalists put a spotlight on him. Wale watangazaji walimwangazia sana. And while on camera they were asking him, pale wakati alikuwa kwa kamera alikuwa anaulizwa, Reverend Timothy Njoya, we are sorry that you've lost your bag. And now what was the most precious thing that was in your bag? Kasisi Njoya, tumesikia kwamba umepoteza mzigo wako. Je, ni kitu gani kizuri ambacho kilikuwa pale ndani? He said the Bible. Alisema Biblia. I still remember that. Bado nakumbuka hiyo. I was on news watching. Nilikuwa natazama. It was in the Daily Nation, I read that. Nilikuwa katika gazeti ya Daily Nation. Timothy Njoya, coming from the UK, did not say, oh, I lost my very precious shoes that I had bought in UK. No. Timothy hakusema sikupoteza viatu za dhamana nilizonunua kule UK. Hapana. Oh, I've lost that suit that I had bought in the UK. Nimepoteza ile suit ambayo nilinunua kule UK. He said the most precious thing I lost, alisema kile kitu cha maana ambacho nimepoteza, is the Bible. Ni Biblia. You have a treasure. Uko na kitu cha dhamana. You have a treasure. Uko na kitu cha dhamana. And that's the word of God. Sasa hiyo ni neno la Mungu. If you can be a reader of the word of God, kama wewe unaweza kuwa msomaji wa neno la Mungu, and a doer of this word, kisha mtendaji wa hilo neno, and embrace this word, kisha ukakumbatie hilo neno, and put it into action, na ukaweke katika matendo, you will live a victorious life. Utaishi maisha ya ufanisi. Hallelujah. Let's appreciate the preacher, bishop, for that wonderful time that you have the word of God. So we want to welcome the visitors in the house today, and also testimonies in the house of the Lord. So welcome.